Unasema urudi nyumbani baba ndio ukajisikia hamu ya kula. Na maana siku zote hizo unaishi pasipo kupata hamu ya kula chochote. Yeah. Na sio tu kula na hata usingizi. Mbona na usingizi mwanangu? Nikwambia ndugu mtangazaji ni kwamba usisikie bana kama naumwa. Mimi nilikuwa ninaumwa hata godoro lile ukililalia linaumiza kwenye mbavu. Ukikaa kwenye kiti kama hiki kiti kinaumiza hata kama kina sponge. Kwa hiyo maana kulala kwa mimi ilikuwa ni shida. Kula yenyewe ni shida. Nikionja hivi chakula kidogo tu basi kwa sababu ili nisife. Kwa hiyo nilipotoka kwenye ule mkutano baada ya maombi, nikajikuta kidogo na sasa nikala na kunywa maji na usingizi nikalala. Sasa nikasema ngoja niangalie haya maombi maana ni nini. Nikahudhuria mkutano mpaka ulipoisha. Nikakuta mambo yanaenda vizuri. Hiyo ndio chanzo cha mimi cha kuokoka. Baada ya kuona kwamba kuna matokeo sasa, ndio nikaamua sasa hebu niangalie maana ni nini. Baada ya kuangalia maana nilipata upinzani sana. Upinzani mkubwa kuhusu katika ile dhehebu niliyotoka. Lakini nikasema hapana. Wacha nisimame niangalie matokeo yake. Mwanzo kwenda kwa waganga, ukolewa, uko unaumwa, mpaka mama amekushuhudia hizo habari ya kwamba kichuguu. Akishuka chini anageuka simba, akipanda juu anageuka mtu. Baadaye akaja akageuka kabisa kama bwana tu nikafe. Wote na vile akawawa na kupitia ile umbo lake la simba. Na hiki kitu kusema sasa mimi acha niokoke kwa sababu nimekaa katika dimbwi la mateso kwa muda mrefu na sijaona ufafanuzi wowote. Hiki kitu ulipokuja kumwambia mama nyumbani ambayo ni mama yetu sisi tunamuita mama mchungaji, alichukuliaje? Kwa kweli unajua unapotoka katika sehemu moja ambayo ulizoea hasa haya madhehebu kidogo yanaleta utata. Mama alijua tu kama nimeenda kuombewa, nitarudi wapi? Kwenye ule mfumo uliotoka. Alitegemea kama kabisa nitakuwa hivi, hapana. Kwa hiyo kulikuwa na changamoto za upinzani. Unaona muda mwingine wanaambia wewe umeenda kutembea tu, utarudi tena kwetu. Unaona sasa umeenda kufanya nini? Kutembea. Lakini kilinisaidia kuvumilia kwa sababu nilitambua kwamba Mungu hawawezi kuwaita nyinyi wote kwa pamoja. Mungu anamuita mtu mmoja. Wale waliopata bahati ya kuitwa watu wawili, okay, lakini huwa mara nyingi wanaanza na mmoja. Kwa hiyo nilipa nguvu na nikasema. Hapa baba tunaona kwamba wanasemaga ndege wafananao ndio wanaruka pamoja. Naamini kabisa kwenye hilo jopo ambayo tuseme la ulevi, unakuta kwenye jopo unakuta la waganga, sasa ndio kajitenga kwa kwenye uganga mimi kwenye ulevi tena kwa mimi hapana. Hawana na mimi nitakuwa na marafiki au marafiki walikuchukuliaje hizo ndugu hizo watu walokuzunguka walikuchukuliaje aisa kupata ule ushawishi bwana umepotea, yani wajoga swali alopotea waga na mwonaga mwanzo kapotea zaidi. Sasa hiki kitu kilikuwa kinakuwa changamoto gani kipindi unapopokea zile taarifa bwana njoo upate hivi njoo upate hivi. Aisa tu bwana mwafika bwana unafanya hiyo ilikuwa kimboko. Aisa unakuta unarudi nyumbani huko bwana unajua kuna kidawa hapo nimechemsha bwana fanya hivi na hivi. Hizo changamoto ulikuwa unaziseru vipi na ukazishindaje mpaka kusimama mpaka leo unajulikana kama ni mtumishi mkubwa unaitwa Askofu Gamba. Askofu Gamba tena ni apostle. Apostle. Ni kweli changamoto zipo. Nadhani kuna somo niwahi kufundisha linalohusu nafsi. Nafsi ndio inayeamua. Yaani nafsi ikiamua huwa haijui wewe unasema nini. Kwa maana yake kwamba mimi nilipoona yale ule muujiza ndio utendewa. Kwanza ule sindano, maji yanatoka kwenye mwili wangu, jasho linatoka manake, napata chakula. Sasa niko na kama huku tuko kufanya. Kwa hiyo sikuangalia tena wale marafiki. Najua walinichukulia vibaya sana.
walikuwa na Mungu ananiambia nimeenda kutembea tu, maana yake nitarudi, nimeenda kutembea. Hii ipo wananijaki, nimepotea, ndugu jamaa, hata makasisi walikuwa wananihudumia, wanasema nimepotea, sifai, jumuiya mbalimbali zilinitenga. Yaani hiyo ipo, lakini mimi nilisimama kwa sababu nilijua kwamba hivi nilikuwa huko, lakini sipata matokeo. Sasa huku mimi sijui kama ni mabaya au vipi au, lakini nimepata matokeo. Kwa nini nisikae? Kama ni wachawi mimi sijui, kama ni mimi, lakini ninachojua mimi nilikuwa mgonjwa, sasa nifanye nini? Kwa hiyo nitakaa nao kwa jamaa. Sababu baada ya kuokoka na kumjua Mungu na kutafuta vibaya na kuongea tena ndio sahihi. Uliweza kujitambua kama wewe ni una karama fulani kama mchungaji, pesa fulani, yote ile ambayo kutumisha Mungu, uliweza kujua hiyo karama? Baada ya kuokoka, kwanza nilipookoka nilianza kupenda Yesu sana. Maana vipindi vyote vya wiki nzima mimi nilikuwa nahudhuria kanisani. Nimetoka kule TAG Sole nikaenda Ferguson. Baba askofu fulani Zakaria Kakobe. Niko pale. Somo madarasa na nini? Kwa darasa na Mungu yeze nini jumuiya. Wale walikuwa na jumuiya nyingine kwa kuhudhuria. Lakini baadaye nikakutana na mchungaji wangu Obadia Usumo. Nilimpa lifti. Lakini baadaye nikamshuhudia, kumbe namshuhudia mchungaji. Naona anikaribisha kwenye maombi ya kesha. Kama mtu wa kawaida, kama mshirika. Lakini nilipofika kanisani kwa ndo namkuta yeye nani? Ndio mchungaji. Tukaanzia pale. Sasa na yule baba anapenda maombi. Mchungaji Obadia Usumo anapenda maombi. Kwa hiyo mimi nilikuwa mtu sawa maombi. Sasa yale maombi kila tukiomba tunafunga tunaomba. Sasa nasikia vitu kichwani. Mungu anasema na mimi nafundishwa, nafanya hivi, nafanya hivyo, watumishi mbalimbali naona katika ndoto, naona Mungu ananiletea masiaji na nini. Yaani naota ndoto mbalimbali. Sio tena za kawaida. Sasa kwa sababu ya ile bidii yangu sikutaka uchungaji kabisa. Wala wazo kutoka sina. Lakini nikakuta kuna siku moja wakaja watu fulani kutoka wakatupa mwaliko kwenda Kenya. Kuna mama mmoja niko busy na hela kwenda Kenya. Lakini kuna mama mmoja ambaye wala hajaokoka. Alinilipia nawe kwenda Kenya. Kwenda Kenya nikaenda chuoni. Kumbe kulikuwa na chuo pale short course na nini. Sasa niliporudi kutoka kule ndio nikasikia ndani ya moyo wangu kunafukuta. Kwamba sasa mimi ni mwinjilisti mzuri. Nasikia kuhubiri injili mbalimbali. Yaani kila mtu barabarani. Sasa niliporudi na Dodoma Obadia alikuwa na kila Jumapili tunatoka nje kwenda kuhubiri injili za nje. Sasa mimi ananipanga. Sasa ile kumbe ule moyo unaingia, lakini baadaye nilikuta ni mtu ambaye ninapenda watu sana. Ninakuwa na huruma sana. Yaani kuliko ni mwenyewe na kuhudumia. Watu napenda wajue Mungu, napenda wafanye hivi. Napenda wajue neno la Mungu. Napenda wajue mimi Mungu alikonitoa. Napenda wajue neema ya Mungu, huruma yake na upendo wake. Kwa hiyo ikaanzia hapo sasa. Kuanzia hapo kanisa la KLPT likanipa kibali cha kwenda kufungua makanisa kwa Ruvuma. Lakini nilichauliza wakanipa nikaenda Songea. Lakini Songea nilikutana kanisa linaloitwa PMC, Pentecostal Mission Church. Wao wakanipa cheti cha usajili wa kufungulia makanisa. Kwa hiyo nikafungua huduma kule Songea. Nikaja baada ya sana nikakaa tena nikaenda kufungua na jamaa zangu fulani kule Mbande, Chamazi. Nikarudi, lakini nikirudi kwenye kanisa langu la KLPT. Kanisa la Pentecostal Tanzania. Ndiko nilikokulia mimi kule. Lakini baadaye Mungu alisema na mimi kwamba sasa nimekuchagua utumike. Kwanza kabla hajanichagua nimezunguka kwenye makanisa mengi. Yaani kujifunza
Mimi nilikuwa nasali kwa siku makanisa matatu. Yote makubwa na nilikuwa na usafiri wa pikipiki. Makanisa matatu. Sasa kuna mmoja pale naenda huko anaambia na kupeleka na kujifunza. Yale mazuri chukua, mabaya yaache. Naweza nikatoka nikaenda Goba, yani Boko kule. Kwa kipindi kile kwa mzee wa Yesu, wakina nani kule naenda huko na sali, natoka pale naenda kwa mama Natale na sali, naenda kule Ferguson. Yaani makanisa matatu waenda kwa Jima pale uwanja pale Kawe pale, Mwingira, yaani naenda kusali kila Jumapili. Lakini naambiwa unaenda kujifunza. Yaani wao mema yachukue, mabaya yaache. Na kweli wanapofundisha na wasikiliza, mazuri na yachukua, Mungu ananiambia haya mabaya usiyachukue.